basa miharia Na tuliposoma kitabu hiki, aravuga ngo maze kubabazwa ababonekera ari muzima, akaonekana akiwa hai. izo zoni ekote ntawe bihakana, Na hayo huwezi kukapinga. amaze kubabazwa Alipoteswa, uyu mugabo yari gusobanura ibintu neza, umuntu wari warize yari iwe yasobanura ibintu dale space, naye alikuwa akielezea mambo vile yalivyo. mwamaze kubabazwa Alipoteswa, wakarandikia Theophile, akamwandikia Theophile. amaze kubabazwa Alipoteswa, ababonekera ari muzima, akaonekana akiwa mzima hai. ndetse bakomeza gukora ibimenyetso byinshi, Naye akaendelea kufanya miujiza. akomeza kubyerekana ndetse mu gihe cy'iminsi 40, Naye akajionyesha kwao kwa muda wa siku 40. ngaha yababwira amagambo y'ubwami bw'Imana gusa, niyo Naye akiwaambia habari za ufalme wa mbingu. topic yari imwe gusa, Naye alikuwa anaongea neno moja tu, ubwami bw'Imana, ufalme wa Mungu, ubwami bw'Imana. ufalme wa Mungu. Nabo bamaze guterana, Nao walipokusanyika, habonekamo ikibazo, kukawa na shida. haramaze Nao wakasema, je, iki nicyo gihe, na wakati ni huu? iki nicyo gihe Huu ndio wakati wenda kugarurira abayuda ubwami, ambao utarejesha ufalme wala utawala kwa Wayahudi. noneho tube serious nawe uvuga ibintu, noneho ube Basi sema mambo kwa uwazi. bintu by'imigani tubwire, ube serious, Usituambie kwa fumbo, basi tuambie kwa uwazi. ube serious kandi ube objective, tubwire ukundi ibindi bintu, Nawe utuambie uhakika wa lengo lako. tubwire ibintu ukundi bimeze, Na utuambie mambo vile yalivyo. Naye akawaambia, sio jukumu lenu. ibintu bibareba, Haya hayawahusu. kumenya iby'iminsi, Kuyatambua ya wakati na majira. kumenya iby'ibihe, Kujua nyakati na izo ni majira. data wenyine ubizi wenyine, Hiyo ni Baba mwenyewe ambaye anajua. gusa ungarukira, Lakini mahali nitaongelea, uzaba imbaraga, mtapokea nguvu. uzaba imbaraga, Mtapokea nguvu. Mungu wera na wamana, Roho wa Mungu kandi akiwasikia. mwebwe Naye niwaambie, muzaba abagabo nanyi mtakuwa mashahidi bo kumva, wa kunishuhudia muhereye Yerusalemu, kuanzia Yerusalemu, Yudea, Yudaya mugere kumpera y'isi, hadi mwisho wa dunia. kandi niryo jambo gutya yaravuze mu mugere kumpera y'isi, Aliposema mwisho wa dunia, imbaraga z'umwuka wera nguvu za Roho zamuka kuzimurengeza zikambeba. Someni hii mbinguni pote, nguvu zikamnyakua. Nao wakasema ni kweli anapaa, ni kweli anapaa. Nao wakasema anapaa, hadi akaingia mawinguni. Mahali tulikuwa tumefika, usiwe na wasiwasi yoyote. Tutatumia neno hili kwa sasa. Tutazungumzia Roho Mtakatifu pekee. Na Roho Mtakatifu ni nani? Mbona tunasherehekea siku ya kuja kwa Roho Mtakatifu? Sababu siku hii ya Pentecost, hapo ndipo kanisa lilizaliwa. Ni siku hiyo hiyo. Na Roho Mtakatifu ni Yesu mwenyewe. Na mtu akiwahubiria kuhusu Yesu kwa Pentecost, msiseme huyu
Mtakatifu amekosea. La, sababu Roho Mtakatifu ni Yesu mwenyewe. Haleluya. Na mtu akizungumzia Yesu kwa Pentekoste, usifikirie huyu ameongea mambo ambayo hayafanani wala hayahusiani. La, hao ni wateolojia sasa kusema. Na amezungumza kuhusu Roho wakati alikuwa kusoma na ni hivyo, naye akapotoka kidogo akaenda. Nikiwatazama wengi huwa wanaongelea sana kuhusu Pasaka, na wengi husema Pasaka bila Pentecoste ni kama kuzaa mtoto alafu akose kukua. Ukimuona huwa inakuuma kiasi. Nasi huimba usifiwe Bwana mkombozi, usifiwe Bwana ambao umempeana, usifiwe Roho Mtakatifu ambao umetupasa kujua. Kati ya hao watatu nani amefanya jambo kubwa? Nani amefanya kuliko mwingine kati ya hao watatu? Basi angekuja na tukose kumjua, basi ungetumia nini? Na Mungu asingemtoa wewe, basi ungemjuaje? Na Roho Mtakatifu asingewajulisha yeye, naye kukwambia ungejua wewe umesamehewa. Na Roho ndiye hututambulisha kwamba tumesamehewa. Na Roho ndiye hutufunulia kuwa sisi ni wana katika nyumba. Na Roho ndiye hutueleza kwamba sisi si watumwa tena, lakini ni wana katika nyumba. Habari hizo Roho ndiye hufunua. Roho Mtakatifu ni Yesu. Kisoma Yohana Mtakatifu 16:16. Nebaki na muda kidogo, msinione tena. Nani kwa muda mfupi mtaniona tena. Nao wakajiswali, huyu husema nini? Tutamuona na tusimuone tena. Nao wakaanza kuchambua neno hilo. Kwa muda mfupi, ni kwa muda mfupi. Sasa hiyo maanisha nini? Akajua kwamba wamekuwa na wasiwasi kuhusu jambo hili. Naye akasema, na mbona mnajiswali wenyewe? Mmemwona mjamzito mama? Mmemwona akijifungua uchungu anakuwa naye? Lakini baada ya kujifungua si huwa anafurahia na kucheka. Hivyo vivyo pia nyinyi itakuwa. Nikiondoka kwenu hivi, nanyi mtahuzunika kwa muda. Lakini kwa muda upesi mtafurahia tena kwa kuona. Basi nani atasema Roho Mtakatifu sio Yesu? Na nikiwajia tena, hapo mtajua kwamba mimi ni ndani ya Baba, na Baba yu ndani mwangu, nanyi mko ndani yangu. Maneno hayo basi. Basi wakati wote akituelezea huwa tunakosa kuelewa zaidi akituelezea. Haleluya! Roho Mtakatifu ni Yesu. Roho Mtakatifu ni Yesu. Roho Mtakatifu ni Yesu. Roho Mtakatifu ni Yesu. Tukiimba tukisema wakati Roho atawajia
nanyi mtajua kwa kweli ni pamoja nanyi. Na hayo yamenenwa na Yesu, na moyo ukaimba kwa kuwa nimekombolewa kabisa na nimemkaribia Yesu, nami naimba kwa furaha. Hakika Roho Mtakatifu, kuna wale uchukua Mungu anamweka kwa kiwango kingine, alafu Yesu wa pili na Roho Mtakatifu wa tatu, kama itenda mimba hao. Watu wengi hutambua hivyo, lakini Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Na ndugu ameongelea kisoma Mwanzo 1 kusema mbele na mbele Mungu akaumba mbingu na nchi. Naye akasema ulimwengu ulikuwa bila umbo, nayo ilikuwa imejaa utukufu. Basi maji, nayo Mungu, Roho wa Mungu, wazungu husema, Wafaransa husema, basi ulimwengu ulikuwa tupu, lakini Roho Mtakatifu alikuwa akitembea juu ya bahari wala juu ya maji. Naye Mungu akasema ulimwengu umbika. Hivyo ndivyo Roho aliumba ulimwengu, nao ukaumba ardhi, sababu ardhi imepatikana kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Msifu Bwana. Haleluya. Roho Mtakatifu ni Yesu. Basi mwezi wa 6 hapo tunasoma Luka sura ya 1. Malaika Gabriel akatumwa na Mungu, naye bikira ambaye ni wa nyumba ya Yakobo alikuwa amepozwa na Yosefu. Biblia inasema akampata mahali alikuwa. Naye akamwambia umebarikiwa na Roho wa Mungu yu pamoja nao. Maji nionekewe na mzee ambao hujui na kwambie habari hizo. Mara ya kwanza, amani ya Bwana, umebarikiwa. Naye hakuwa anaelewa ni nini anaambiwa. Baada ya hayo, alipojiswali hayo, nawe akamwambia utapata mimba na utamzaa mwana kijana. Kijana akikua, naye Mungu atampa kiti cha enzi, naye ufalme wake hautaisha. Naye akasema, je, hayo maneno mtaelewa? Mimi huwa nafikiria hivi. Na unaongea nini kuhusu nini tena? Basi wacha nikwambie habari. Mimi sijaoleka, mimi si mjomba. Ni wewe hujaelewa, mimi sijaoleka. Lakini Roho Mtakatifu atakujia na nguvu za Mungu zitakuja na kukuzingira, na mwana ambao utakayemzaa ataitwa mwana wa Mungu. Nguvu za Bwana ni Roho Mtakatifu. Hizo ndizo ziliingia katika Maria, naye akapata mimba. Sababu Roho Mtakatifu ndiye alikuwa mhusika wa hayo yote. Na habari zikaanza kutembea mjini, nao kusema jana amepata mimba. Na wakati huo Yosefu kusema
akasema ujui habari? Naye kumwambia Maria, basi mambo yamebadilika. Alipofikiria basi kumwacha, na nimewaambia kwamba Roho Mtakatifu ndiye alikuwa in charge ya kila kitu. Naye akaanza kufikiria basi nitaachana naye. Lakini Roho akamjia Yosefu na kumwambia, usiweza kumpoza mke wako, kwa sababu mbegu iliyo katika tumbo yake ni ya Roho Mtakatifu. Mbegu ya Roho Mtakatifu. Maanisha basi wewe usijali kuhusu mtoto huyo, na usiogope kumpoza mke wako. Hivyo ndivyo tunavyofikiria. Sisi ndio tulifanya. Si mambo ya huku ulimwenguni. Hii ni mambo ya huku ulimwenguni. Usijali wewe mtoto wako, kwa sababu sisi ndio tulifanya kazi. Ni sisi wenyewe. Sisi ndio tulifanya mambo haya. Usijali, usiwe na wasiwasi. Unayoyaona. Sisi ndio tulifanya tendo hili. Hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Basi wewe elewa mambo haya. Malaika kumwambia Yusufu, baba, mimba hiyo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo na Yusufu alikuwa kukaa katika usingizi. Kwa hiyo yakoze kusa alichokifanya Yusufu, alitimiza yale Roho alipomwambia. Mwimbaji akasema, utii Roho Mtakatifu. Wewe tii tu. Kwa sababu maisha tunayoishi sisi ni shindikana. Hata tumemshinda Roho Mtakatifu, hatutaki kuongozwa naye. Lakini nakuomba utii Roho Mtakatifu, nawe uwe na upendo. Hutaibika kamwe ukimwona Yesu. Yesu akasema, na mtu anaweza ishi na baba na samehe mwingine. Hata mimi sio mnanitusi. Lakini mtu akigusa Roho, huyo atakuwa amefanya dhambi ya milele. Kwa sababu Roho wakati huu ndio unayempa kanisa. Roho ndiye ubembeleza kanisa, naye kulilea kanisa. Basi ndio ushughulikia kanisa. Si mnaona bibi harusi akiwa na best lady ambaye si mtu wa mjini, niseme hivyo, ambaye hashughuliki na wanandoa kabisa. Huwa hawamuoni makosa yule ambaye ni bibi harusi, lakini wanaangalia best lady. Naye husema basi ana yule ambaye amemkaribia lakini shamba kabisa. Naye amemchukua wapi? Hivyo ndivyo Roho Mtakatifu alivyo. Yeye ni yule wa karibu wa kanisa. Kwa sababu wakati kanisa litakuja mbele za Bwana, na Biblia husema nitalichukua likiwa takatifu, wakiwa hawana makosa yoyote wala makosa yoyote, niseme hivyo. Basi Roho Mtakatifu ndio hufanya kazi haya, ndio hufanya kazi hiyo katika kanisa ya kusafisha. Na kanisa ni bibi harusi, na siku moja tutaingia katika ufalme. Na
16 hapo kuendelea. Kasema nanyi mkakubali mliposikia neno la kweli na mlipokuwa na imani. Naye akaweka muhuri kwenu kwa ishara ambayo ni Roho Mtakatifu ambaye mlipewa kama ishara kwa hadi wakati Yesu atakapokomboa. Niwaambie ndugu wapendwa, wakati tutatokelezea mbele za Bwana katika ufalme wa mbingu, Roho Mtakatifu atakuwa amekamilisha kazi yake. Wakati atatupeleka mbele za Bwana harusi tukiwa safi kamili, tukiwa safi hata watu ambao wamependeza. Ukipatana na malaika nafikiria hata Nairobi mzima yaweza kujua na kusema huyu mtu amepatana na malaika akiwaambia. Lakini wakati huo malaika watakuwa na thamani kutuona, nao wataona tuna uzuri ambao si wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Roho Mtakatifu. Siku moja Yesu akaongea na Nikodemo. Alipompata mahali ikiwa kwa giza. Kuna watu wawili huwa wananipendeza. Moja ni katika Luka 20:25. Naye alimpata Yesu akitaka kumjaribu. Profesa mmoja akamjaribu Yesu. Hiyo ilikuwa ni lengo lake. Na naweza pata aje uzima wa milele? Naye akasema basi katika amri huo unasoma nini? Sheria inasema upende Bwana, na upende mwenziwe kama unavyojipenda. Na Yesu akasema basi yote umemaliza. Basi kama umefanya hivyo na utaupata ufalme wa mbinguni. Alipofika hapo na kurudi leo kuna mimi nimesahau. Naye akasema basi mwenzangu ni nani? Naye basi alimwambia kila kitu. Naye akamwambia kila kitu. Wakati mwingine huwa tunafanya mambo kwa sababu watu huwa wanatusumbua. Kiwa kwa ibada na ibada ikifika watu wakiwa na furaha kamili. Sababu watu wengine husumbuana katika ibada. Nao ukimtazama tu hivi unasema huyu amenisumbua. Ukihubiri anasema basi huyu anafanya nini? Wewe katika ibada umekosa hata kitu moja kufurahisha kweli. Lakini Nikodemo naye alimpata Yesu akitamani kujua na kusikia. Naye aamini. Naye akakuja na kusema mwalimu, habari tunazo. Tunajua hakuna fanya miujiza bila kuwezeshwa na Mungu. Na Yesu akasema basi vilivyo. Ndio sasa tuongee vizuri. Ndio tuingie katika mazungumzo. Wewe zaliwa tena. Naye akamswali, baba nitazaliwaje na kwa sababu hapo wakumjaribu basi akaanza kuswali nitazaliwa. Nielezee vizuri. Sione vile naweza kuzaliwa mara ya pili. Kwa sababu sina habari zozote. Kinachozaliwa na roho basi ni roho pia. Na kitakachozaliwa na mwili hicho ni mambo ya mwili. Nao umekuaje Nikodemo? Wewe nafikiria wewe ni mwalimu profesa? Na wewe unawaambia nini watu? Naye akamwambia habari. Na mbona wewe mwenyewe umechanganyikiwa?
Nawe nakwambia habari za ulimwengu. Lakini nikikuongelea mambo ya mbinguni utafikiria nini tena? Si unaona upepo ukivuma? Huwa unaona lakini nausikia. Unajua unapotoka na mahali unapoelekea. Naye akasema nitajuaje? Nikijua sijui hata unaelekea wapi. Yake akasema sijui. Hivyo ndivyo ilivyo. Huyo mtu wa pili ni mtu kama wengine. Wanatembea na wengine, anafanya kama wengine, lakini ndani mwake kuna mbegu ya Mungu. Kuna mbegu ya Mungu. Hapo Bwana. Yesu kumbe Nikodemo kumenya. Sababu Nikodemo alikuwa anataka kujua kweli. Na wakasoma wakaenda hadi 16. Nikwambie. Kwa sababu Mungu alimpenda ulimwengu. Naye akamtoa mwanao pekee. Ili anapomwaminie asipotee. Hivyo ndivyo nilikuwa nataka kukuambia. Atakayeamini mwana wa Mungu, huyo ataishi milele. Hata wakati wa kufa ataishi tena. Hivyo ndivyo nilikuwa nataka kukuelezea. Ukikubali na kuamini mwana wa Mungu, wewe utakuwa umezaliwa mara ya pili. Na hapo chini akasema, naye Mungu hakumtuma mwanawe ili akuje kuhukumu ulimwengu. Na sio hivyo. Lakini alitumwa ili atakayemwamini asipotee. Amen. Yohana Mbatiza siku moja alipobatiza karibu na mito ya Yordani. Nao wanakijiji wote walikuwa wanaamka wakienda huko mtoni. Pia Mafarisayo na Masadukayo wakasema, na huyu ambaye ametokelezea naye anabatiza. Watu tafuteni wajumbe waende. Tumeni watu huko nao wakuswali, huyu ni nani? Na wakapata nabatizo. Naye siku hiyo ndio alikuwa anawaambia wanaonyoka nini, nani ambaye amewashauri? Na wakasema njoo kidogo tuongee. Wewe ni Elia? Na akasema la, mimi si Elia. Wewe ni Kristo? Profesa kana wakatubira ngo Yohana yeye huenda hakuwa ni mtu kawaida. Kwa sababu walikuwa wanajua historia yote ya Elia. Hata Kristo walikuwa wanamsubiri lakini hawakuwa wamemuona. Labda wewe ni Kristo? Naye akasema la, mimi si Kristo. Nawe ni nabii? Naye akasema bana. Basi wewe ni nani? Naye akasema mimi ni sauti. Mimi ni sauti tu. Mimi ni sauti na naongozea jamani. Kwa sababu sina mambo mengi. Huwa anasema watu watengeneze njia ya Bwana. Watengeneze njia ya Bwana. Huwa sipiti hapo, huwa naambia watu watubu watengeneze njia ya Bwana. Huwa anaongelea tu hayo. Sababu uwezo wangu unafikia hapo. Ili watu watubu kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Basi mbona wewe si Elia? Wewe si Kristo na wewe si nabii? Mbona unabatiza? Mbona unabatiza? Naye akawaambia kuhusu Yesu. Naye akasema mimi ni ishara tunabatiza na maji. Nanyi hamjajua. Mimi nimebatiza watu kwa maji. Lakini nyuma
niliko hapa. Naye aliishi ni kabla niishi. Naye vile ni mkubwa. Hata siwezi kufungua kiatu. Kwa sababu yeye ni mkubwa. Lakini mimi nabatiza kwa maji. Lakini yeye akikuja huyo si mtu wa kawaida. Huyo si mtu wa kawaida. Atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Naye atabatiza kwa Roho Mtakatifu. Na mwimbaji akasema roho huyo anaishi katika moyo kwa yule ambaye ametubu. Roho wa Mungu anaishi katika mioyo ya wale ambao wametubu. Huyo si mtu wa kawaida. Lakini mimi hii ni ishara tu. Lakini mwenyewe atakuja. Naye akija atafanya mambo kweli. Naye atawabatiza kwa Roho. Hata atawabatiza kwa moto. Wayahudi walikuwa wanaogopa moto. Wayahudi walikuwa wanaogopa moto. Wakati Yesu alikuwa msalabani alisema Eloi Eloi na wasabakitani. Nao wakasema amemuita Elia. Basi akimuita Elijah na Elijah akija hakuna mambo mengine, ni moto tu atashusha. Na walikuwa wanaogopa amemuita Elijah alete moto. Amemuita Elijah. Tuondoke hapa. Elijah akifika hapa ni moto tu. Yeye atakuja na kuteketeza kila kitu. Kwa sababu tunamjua Elijah. Hello. Anamuita Elia, Elijah hapo na mchezo. Yeye hakuwa anabembeleza. Lakini wewe napona unajichukulia. Napona wewe umekosesha watu wa amani. Lakini wakati wa Elia ilikuwa ni hapo. Mambo mengine watu watapata amani. Yeye hakuwa mtu wa mchezo. Na si jambo la kawaida. Na wakamswali, je, wewe ni Elia? Hapo alikuwa ready na kauoga fulani kwa kimswali hivyo. Na huyo akiwa Elijah basi hana mchezo tena. Inamaanisha basi huyo moto kwa karibu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini mtapokea nguvu. Roho wa Mungu akiwajia. Nanyi mtakuwa mashahidi. Nguvu za Roho Mtakatifu ndizo ziliingia katika Maria na akapata mimba ya Yesu. Wakati Yesu alibatizwa, huwezi jua Yesu, huwezi tofautisha Yesu na Roho Mtakatifu. Kwa sababu nimesema kazi yote Yesu alikuwa akifanya ni Roho. Alipotoka katika mto Yordani, Luka mwenyewe ndiye aliandika neno hilo. Naye akaomba. Marko, Mathayo na Yohana hawajaongelea hilo. Alipotoka katika maji, naye akamwambia Yohana, wacha niombe. Tuweke kisemba kidogo basi. Watu wote hawezi kuwa pesa. Alipoomba wakaona mbingu zimefunguka. Na wakaona Roho Mtakatifu amenjia na kuja kwa mabega. Na sauti ikatoka mbinguni na kusema, huyu ni mwanangu nampenda, nanyi mtii. Na zile nguvu za Roho
40. Aliporudi akaenda huko Nazareti ambapo amekuwa siku ya Sabato. Nao akamwambia, wewe ndio utahubiri. Naye alinena neno moja. Siku ya kwanza alipokuwa kwa madhabahu, naye akasema Roho wa Mungu pamoja naye. Akafungua kitabu cha nabii Isaya na kusema, na mtu akiwa na Roho Mtakatifu huwa na confidence. Si mnaona confidence tunayo? Si mnaona tunaishi maisha sababu Roho wa Mungu yupo pamoja nami. Naye amenipaka mafuta ili niwahubirie. Ameniambia niwaambie mfumo umefunguliwa. Niwajulishe watu habari. Naye alipokamilisha neno hilo, niwaambie, na akasema neno hili, haya maneno yametimia siku ya leo. Na akafunga kitabu na akaenda akakaa kwenye kiti. Nao wakasema basi yameisha. Biblia husemi hivyo, lakini maandiko mengine husema hivyo. Kuna kiti ambayo ilikuwa imeandaliwa Mesia, na ilikuwa ni kiti ambayo haijawahi kaliwa na mtu. Naye akakuja akakalia. Nao wakasema basi huyu amejifanya. Nao wakasema si jambo kawaida kufanya mtu huyu. Kwa miaka na miaka kiti ikiwa hapo, Yosefu na Maria ndio wamemzaa mkombozi Mesia. Watu Wayahudi wakaanza kusema, mambo yameharibika. Naye akasema habari hizo zimetimia kwa sasa. Nguvu za Roho Mtakatifu hizo zimekuwa pamoja na Yesu msalabani. Kwa sababu alipokuwa katika shamba la Getsemani, nguvu zikamwisha. Lakini malaika akakuja na kumwongezea nguvu. Zilikuwa ni nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zimemsababisha avumilie msalabani. Na akasema alivumilia msalabani kwa sababu ya furaha ambayo alikuwa anaiona mbele. Sababu nguvu za Roho Mtakatifu hizo ndizo zilimpasa Yesu. Yesu Paulo kwa Roma nane na kusema kama Roho wa Mungu yupo pamoja naye, kama Roho wa Mungu yu ndani mwenu, yule ambaye amemfufua Yesu Kristo, hata nyinyi atawafufua na kufufua miili yenu inayokufa. Nguvu za Roho Mtakatifu ndizo zilimfufua Yesu. Nguvu za Roho Mtakatifu ndizo zilimsaidia Yesu kwa kupaa kwenda mbinguni. Nguvu za Roho Mtakatifu ndizo zitawafufua waliokufa. Nguvu za Roho Mtakatifu ndizo zitawabadilisha ambao watakuwa hai. Nguvu za Roho Mtakatifu ndizo zitatupeleka hadi ufalme wa mbingu. Na Mungu abariki neno lake.